Dini.com. Simleple. Mama! Picha linaanza sehemu ya 7 ya Tafakari Afrika na True Story. Dhahabu mpya ya Afrika iko kwenye simu yako, na vita kuu haipiganwi tena msituni wala kwa bunduki, inapiganwa kwenye kichwa chako, na maanisha fikra zako. Vita ya mindset, na Afrika ndio soko kuu. Leo tunaitafakari Afrika deep kwenye hili, na anayetupitisha huku ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Mwaka 2018 kulikuwa na tukio la ajabu sana lililogunduliwa kimya kimya ndani ya makao makuu ya African Union yaliyopo Addis Ababa. Hili jengo lilikuwa ni moja ya alama kubwa zaidi za ushirikiano mpya kati ya Afrika na China ambao tumeujadili episodi za tafakari zilizopita. Mwaka 2012 China ilijenga na kukabidhi kama zawadi kwa bara la Afrika. Liligharimu dola milioni 200 ambayo ni kama bilioni 520 za Kitanzania. Lilijengwa na kampuni ya serikali ya China na mifumo mingi ya ndani ya IT kama servers, network infrastructure, video conferencing systems. Pia ilisimamiwa na mainjinia wa China mwanzoni mwa matumizi yake. Kwa lugha ya geopolitics, hii haikuwa tu zawadi ya majengo, ilikuwa zawadi ya miundombinu ya digital leadership ya Afrika, kwa sababu ndani ya jengo hilo ndipo viongozi wa Afrika hukutana, mikakati ya bara hujadiliwa, taarifa za usalama wa kikanda hupitia na mawasiliano ya diplomatic coordination hufanyika. Kwa hiyo seva za jengo hilo zilikuwa na taarifa sensitive sana. Lakini baada ya muda, wataalamu wa IT waligundua jambo lisilokuwa la kawaida. Kila usiku wa manane kwa miaka kadhaa mfululizo, data kutoka kwenye seva za jengo hilo zilikuwa zinatoka kimya kimya kuelekea nje ya bara la Afrika. Utajiuliza, walijuaje technically? Well, kwa mujibu wa wataalamu wa cyber security waliokuwa wanafanya monitoring ya network, waliona outgoing traffic ya data kila nyakati za usiku. Kwa kawaida, majengo ya ofisi huwa na trafiki kubwa mchana, lakini jengo la AU lilikuwa na trafiki kubwa usiku, na hii sio kawaida. Ndipo walipoanza kufanya network audit, yani unafanya ukaguzi wa mahesabu ya mtandao wa kompyuta na vifaa vya ndani, packet tracing na server log analysis, na hapo ndipo walipoona destination IP routes zinaelekea nje ya Afrika. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, trafiki ya data ilionekana inaenda kwenye server zilizoko mji wa Shanghai. Hapa ndipo tukio lilipoanza kuwa kubwa kisiasa. Walifanya nini baada ya kugundua? Kwanza walibadilisha servers zote, walibadilisha network architecture, waliondoa baadhi ya vifaa vilivyokuwa vimefungwa awali, waliongeza cyber security monitoring system, waliamua kuacha kutumia baadhi ya mifumo ya awali, na hayo yote yalifanyika kabla hata habari haijavuja public. Ilikuwa too late. China ilikanusha madai hayo na AU iligoma kulizungumzia, lakini tukio hilo lilikuwa limefanya jambo moja muhimu. Lilikuwa limefungua macho ya Afrika. Kwa mara ya kwanza watu wengi walianza kuelewa kwamba vita ya dunia ya leo si vita ya bunduki tena, ni vita ya data. Kwa muda mrefu sana historia ya Afrika imekuwa historia ya rasilimali. Kwanza walichukua dhahabu, baadaye walichukua pembe za ndovu, baadaye walichukua watu, baadaye walichukua mafuta. Lakini leo dunia imebadilika. Rasilimali mpya si kitu kinachochimbwa ardhini. Rasilimali mpya ni kitu kinachozalishwa kimya kimya kila siku kwenye simu yako. Kinaitwa data, taarifa. Nadhani utaelewa kwa nini MDC theme yetu ni taarifa na maarifa. Simu yako inajua unapoamka, inajua unapotembea, inajua unachofuata, inajua unachokipenda, inajua marafiki zako ni nani, inajua unachofikiria hata kabla hujaamua kukisema. Na kampuni zinazojua mambo haya si kampuni za kawaida tena. Ndizo kampuni zinazounda uchumi wa kesho.
Katika historia ya dunia iliyodhibiti rasilimali ili dhibiti uchumi, leo anayemiliki data anaanza kudhibiti akili ya uchumi. Zingatia neno akili ya uchumi. Na hapa ndipo swali linaanza kuwa la Afrika, kwa sababu Afrika ndiyo bara lenye idadi kubwa zaidi ya vijana duniani. Ndiyo bara ambalo linaingia internet kwa kasi kuliko sehemu nyingine nyingi duniani. Na tofauti na Ulaya au Marekani ambazo zilianza safari ya digital kupitia kompyuta za mezani, Afrika imeingia moja kwa moja kupitia simu. Hii ina maana kila kitu kinachotokea Afrika digital kinatokea kupitia device moja ndogo inayobebwa mfukoni mwa kila mwananchi, simu. Kama unakumbuka moja ya session ya Live na G na Alan Kingdom, raia wa Marekani mwenye asili ya Bongo, alituambia jinsi ambavyo Marekani hakuna huduma za pesa za kwenye simu, na mifumo mingi ya pesa za kwenye simu kama M-Pesa zilianzia Afrika na zipo Afrika tu. So lifestyle ya simu inaathiri Afrika kuliko inavyoathiri watengenezaji. Ndiyo maana TikTok ilipoanza kuwa maarufu kwao wakaipiga marufuku, kwa sababu ambazo tulikuelezea hapa. Wanajua power ya data, na karibu simu zote Afrika zinaendeshwa na mfumo wa Android unaotengenezwa na Google au iOS, ambazo zote ni USA. Hapa ndipo story inabadilika, kwa sababu mtu anayemiliki mfumo unaoendesha simu yako si mtu mdogo, ni mtu anayemiliki mlango wa kuingia kwenye maisha yako ya digital. Miaka michache iliyopita, Google ilianza kujenga kebo kubwa sana chini ya bahari inayounganisha Ulaya na Afrika Magharibi. Kebo hiyo inaitwa Equiano Subsea Cable. Kebo kama hizi ndizo uti wa mgongo wa internet ya dunia. Watu wengi wanadhani internet inatoka angani, lakini tulikuambia kwamba internet inatembea chini ya bahari, na anayejenga njia hizo ndiye anayechora ramani ya data ya dunia ya kesho. Lakini Google si peke yake. Katika nchi nyingi Afrika, minara ya mawasiliano na mitandao ya 4G na 5G imejengwa kwa msaada wa Huawei kutoka China. Kampuni hii imekuwa sehemu muhimu sana ya digital infrastructure ya Afrika. Lakini mwaka 2019 kulitokea tukio moja lililoleta mjadala mkubwa sana nchini Uganda. Ripoti zilidai kuwa mifumo ya uangalizi wa kiusalama, yani surveillance, iliyojengwa kwa msaada wa Huawei ilitumika kufuatilia mawasiliano ya baadhi ya viongozi wa upinzani. Huawei ilikanusha kuhusika direct, lakini tukio hilo lilionyesha jambo moja la msingi sana. Anayejenga mfumo wa digital anaweza kuwa na uwezo wa kuona ndani ya mfumo huo. Utakumbuka kesi yao na Trump na jinsi walivyokosa deal la kujenga minara ya 5G ndani ya Marekani. We confronted untrustworthy Chinese technology and telecom providers. We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei because we think it's an unsafe security risk. It's a big security risk. I talked many countries out of using it. If they want to do business with us, they can't use it. Just today, I believe that UK announced that they're not going to be using it. Hii ndio sababu digital infrastructure sio teknolojia tu, ni geopolitics. Wakati huo huo, upande mwingine wa dunia, kampuni ya Meta Platforms ambayo inamiliki Facebook, Instagram na WhatsApp imekuwa na ushawishi mkubwa sana Afrika kuliko hata vyombo vya habari vya ndani katika baadhi ya nchi. Unajua, algorithm kama mfumo unasetiwa na kuelekezwa uhakikishe wanakubakisha online. So inachofanya, inabonyeza button yoyote ya hisia za binadamu, aidha hasira, shauku, ambazo zinafanya uchangie au ufuatilie. Na mara nyingi hizo taarifa zinakuwa za chuki au kinyume cha maadili ya kijamii. So unakuta kuna mabilioni ya taarifa nzuri na positive, lakini kwa sababu hazigusi kirahisi aina ya hisia zinazohitajika wewe kuparticipate, basi algorithm haizileti. Wakati huo huo, kuna mabadiliko makubwa zaidi yanayofanyika angani. Kupitia Starlink ya Elon Musk, internet sasa inaweza kufika moja kwa moja kutoka space bila kupitia minara ya mawasiliano ya nchi husika. Hii ina maana kijiji kinaweza kupata internet bila serikali kujenga miundombinu yoyote.
Hii ni mapinduzi makubwa sana kwa bara kama Afrika, lakini pia ni swali kubwa sana la sovereignty. Kama internet inatoka space na si kupitia miundombinu ya taifa, nani anadhibiti mlango wa taarifa? Ujue taarifa sio ukweli, information is not the truth. Na hapa ndipo wengi huwa tunachanganya. Kuna huyu mwamba anaitwa Yuval Noah Harari, ni mwanahistoria na mwandishi mashuhuri kutoka Israeli anayejulikana kwa kuelezea historia ya binadamu na future ya dunia kwa mtazamo wa teknolojia, siasa na uchumi wa kisasa, hasa AI, data na nguvu za digital. Anasema watu wengi huwa tunadhani ukiruhusu mabilioni ya taarifa yawafikie watu kwa uhuru, basi watu watachagua ukweli tu na kuachana na zile nyingine. Lakini uhalisia ni kwamba ukweli ni mgumu sana kuupata na sometimes kuutambua. So kwenye mabilioni ya taarifa, uongo na fix ndo utamba kirahisi. Ndiyo maana tuna taasisi kama media au nyinginezo za kuutafuta ukweli ndani ya taarifa. Kuna moja ya interviews deep sana alizifanya, na nitakupa kidogo ukaitafute kwa muda wako. This gets to the idea of truth, and it also gets to the idea of what information, you said information is not truth. Yeah. Mazungumzo haya yanahusu wazo la ukweli ni nini na taarifa ni nini. Kwa sababu nimekuambia kwamba taarifa si lazima iwe ukweli. Swali linakuja, je, tunapaswa sisi wenyewe kupata taarifa zote na kujaribu kutambua ukweli ni upi? Au kuna mtu mwingine anapaswa kufanya kazi hiyo kwa niaba yetu? Na je, mwisho wa siku AI ndio itakuwa muamuzi wa ukweli? So there are a couple of different questions here. One about free speech and the other about... Harari anasema hapa kuna maswali mawili tofauti. Swali moja linahusu uhuru wa kujieleza na swali la pili linahusu nani anatakiwa kusema ukweli ni upi. Ideally, in a democracy, you also have the freedom to lie. Anasema jambo muhimu sana ujue, uhuru wa kujieleza mara nyingi unajumuisha pia uhuru wa kusema uongo, uhuru wa kusimulia hadithi za kubuni na uhuru hata wa kusema fantasy zako. So technically, issue ya uhuru wa kujieleza sio sawa na swali la ukweli ni nini. Kwa mfumo bora wa demokrasia, anasema hata kusema uongo ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Watu wanapaswa kuwa na uhuru wa kusambaza mawazo, hadithi na mitazamo, even kama si kweli. Kwa sababu hiyo ndiyo maana ya uhuru wa kujieleza. Ni muhimu kuelewa hili kwa sababu makampuni makubwa ya teknolojia mara nyingi yanachanganya swali la ukweli na swali la uhuru wa kujieleza, wakati ni mambo mawili tofauti kabisa. Anasema kazi muhimu sana kwenye jamii ni kuchuja ukweli kutoka kwenye bahari kubwa ya taarifa. Ukweli ni nadra na ni ngumu kupatikana na una gharama. This is the role of several different very important institutions in society. Kazi ya kutafuta na kuthibitisha ukweli si ya mtu mmoja mmoja tu, ni kazi ya taasisi muhimu katika jamii kama wanasayansi, waandishi wa habari na majaji. Lengo la taasisi hizi si kuzuia uhuru wa watu kusema wanachotaka kusema, bali ni kusaidia jamii kuelewa ukweli ni upi. What is the truth? Now the problem we now face. Lakini anasema tatizo kubwa tunalokutana nalo sasa ni kwamba kuna mashambulizi yanayoendelea dhidi ya taasisi hizi na hata dhidi ya wazo lenyewe kwamba ukweli upo. Katika mitazamo mingi ya kisiasa ya sasa, iwe upande wa kushoto au kulia, yani watawala na wapinzani, kuna wazo linaloenea kwamba ukweli haupo kabisa. Badala yake, kilichopo ni nani mwenye power. Kwa mtazamo huu, hata wanasayansi, waandishi wa habari na majaji wanaonekana kama watu wanaotafuta nguvu tu, sio ukweli. Lakini Harari anasema huu ni mtizamo hatari sana na unaoharibu jamii. Kwa sababu ukiangalia maisha ya kawaida ya watu, wengi hawatafuti nguvu tu, watu pia wanatafuta ukweli. Wanataka kujua ukweli kuhusu maisha yao, kuhusu dunia na kuhusu wao wenyewe. Anasema sababu ya watu kutafuta ukweli ni kwamba huwezi kuwa na furaha ya kweli kama haujui ukweli kuhusu maisha yako. Is that you can't really be happy if you don't know the truth about yourself and about your life.
If you look at these Alafu people are anatoa obsessed mfano wa with viongozi power. wenye nguvu sana People duniani like kama vile Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu na Donald Trump. Anasema wana nguvu nyingi sana, lakini hawaonekani kuwa na furaha ya kipekee. Hii inaonyesha kwamba nguvu pekee haitoshi kumfanya mtu awe na maana ya maisha. Kwa hiyo kama wewe binafsi unatambua kwamba unahitaji ukweli katika maisha yako, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba watu wengine pia wanahitaji ukweli. Ni kweli taasisi zina matatizo, kuna rushwa, kuna ushawishi wa kisiasa, lakini ndiyo sababu jamii inahitaji kuwa na taasisi nyingine tofauti ili kusaidia kulinda ukweli. Lakini jamii kama jamii haina uwezo wa kuchagua ukweli ni upi. Monefwei anasema ni kazi chafu, but lazima mtu aifanye. Digital kuna taarifa, hakuna ukweli. Katika historia yote ya dunia, anayekuwa na uwezo wa kudhibiti mlango wa biashara ndiye anayekuwa na nguvu. Leo mlango wa biashara si bandari tena, ni bandwidth data my friend. Miaka michache iliyopita serikali ya Nigeria iliamua kufungia Twitter kwa miezi kadhaa baada ya mgogoro wa kisiasa. Tanzania pia imepiga block X bila VPN, hatuonani. Tukio hilo lilionyesha kitu ambacho watu wengi hawakuwahi kukifikiria kabla yake. Platform za digital zinaweza kuwa na nguvu sawa au zaidi ya serikali katika kuathiri mawasiliano ya taifa. Hii ndiyo maana leo wachambuzi wa geopolitics wanaanza kutumia neno jipya, digital colonialism. Colonialism ya zamani ilikuja na meli, ilikuja na ramani, ilikuja na jeshi, lakini colonialism ya leo inakuja na apps, inakuja na cloud storage, inakuja na data centers, na mara nyingi haionekani mpaka ikiwa too late. Lakini hapa ndipo story inabadilika kwa upande wa Afrika, kwa sababu tofauti na rasilimali za zamani ambazo zilichukuliwa bila Waafrika kushiriki kuzalisha, data ya leo inazalishwa na Waafrika wenyewe kila siku. Kila message unayotuma, kila video unayoangalia, kila location unayowasha, kila search unayofanya, hiyo yote ni data. Na data hiyo ndiyo inafundisha artificial intelligence ya dunia ya kesho. Kwa lugha rahisi sana, AI ya kesho itafikiria kwa kutumia data ya leo, na sehemu kubwa ya data ya kesho itatoka Afrika. Umewahi kujiuliza kwa nini AI ni bure licha ya kwamba makampuni yake wanatumia mabilioni kujiendesha? Umewahi kujiuliza kwa nini simu na vifaa vya teknolojia ya mawasiliano vinashuka bei licha ya kwamba teknolojia yake ni ghali? Zamani mtu akifunga CCTV kamera lazima uwe mtu mzito. Siku hizi hadi fremu moja mtu ana CCTV kamera. Simu iliyokuwa trendi miaka mitatu leo bei yake imeshuka na za Dubai zipo. Kwa nini furniture wala sukari haishuki bei? Umewahi kuwaza kwamba siku moja akili itakuwa bidhaa inayouzwa sehemu? Kwa baadhi yetu ni ngumu kuelewa, lakini watoto wanaozaliwa na wazazi Gen Z watakuwa na maisha hayo. Vitu vingi vitabadilika. Afrika ni soko la data, na ndiyo maana makampuni makubwa ya dunia yanaanza kujenga data centers Afrika. Ndiyo maana cables mpya zinawekwa chini ya bahari kuunganisha Afrika na dunia. Ndiyo maana satellites zinaanza kuzunguka juu ya anga la Afrika, kwa sababu dunia imegundua kitu ambacho Afrika haijaanza kukizungumza kwa sauti kubwa bado. Future ya digital economy iko Afrika. Lakini swali ni hili, je, future hiyo itakuwa inamilikiwa na Afrika au itakuwa inazalishwa Afrika alafu inamilikiwa nje ya Afrika? Kwa sababu historia inaonyesha mara nyingi bara hili limekuwa likizalisha rasilimali ambazo thamani yake halijaamua lenyewe. Leo rasilimali hiyo haiko ardhini, iko mfukoni kwako na kwangu. Na mara ya kwanza katika historia ya Afrika, swali la umiliki wa rasilimali halitaamuliwa migodini, litaamuliwa kwenye servers. Kuna wakati katika historia ya Afrika tuliporwa dhahabu, kulikuwa na wakati tuliporwa ardhi, kulikuwa na wakati tuliporwa watu, halafu tukaporwa mafuta. Lakini leo historia inarudia tena kwa njia ambayo haionekani kwa macho. Safari hii hakuna anayechimba ardhini, hakuna anayebeba meli bandarini, hakuna anayevuka mipaka akiwa na jeshi. Safari hii wanachochukua kiko mfukoni mwako, data. Jitafakari, jiandae, kaa chonjo.
Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni Sauti ya Arazi Mtamaduni. trymadini.com. Tukutane kwenye Tafakari Afrika ijayo. Hii ni madini.com. Mimi ni mshabiki mkubwa sana. Natamani tungekuwa tunafanya vitu vingi kama hivi. Tunahitaji sana kuikuza jamii yetu kiakili. Tuipe chakula cha ubongo.